Naam, wanasema mficha uchi pia azai, na usipouliza hautajua, na asiyejua maana pia hataambiwa maana, kwa sababu kuna vitu ambavyo mingi ambavyo sisi Gen Z tunafanya ambazo wazazi wetu hawangefanya na ilikuwa ni makosa. Kuna vitu ambavyo wao walikuwa hawangefanya, lakini sisi Gen Z tunazifanya, lakini ni makosa. Na kwa hivyo tuko katika soko la mahindi siku ya leo, tunauliza baba yetu, mama yetu na ndugu zetu pia wanatuambia ni nini haswa sisi kizazi cha Gen Z tunafanya wao hawangefanya. Karibuni sana. Nini haswa dadi kizazi chetu Gen Z wanafanya nyinyi hamngefanya? Unaweza tuambie kwa jina, then utuambie nini ambacho haswa tunafanya sisi nyinyi hamngefanya wakati wenu. Okay, asante sana. Yeah. Mimi naitwa Joshua, ni mfanyikazi wa biashara hapa Makongeni. Kuna jambo nimeona kwenye hiki kizazi cha Gen Z, mnajiita Gen Z. Na kama ningeulizwa ile jambo, yani ile jambo mnafanya kama yani ile atukuwa tunafanya ya kwanza ni ile nimesema hamuna patient. Yani kungojea, uvumilivu hamuna. Kwa sababu for example mnataka kutajirika mara moja. Unaona mtu for example anataka kuanza kazi. Yani awe mwanabiashara, lakini bandara ya kuvumilia anaangalia yule mtu ako mbele yake. Anaona yule mtu ako na mali sana. Sasa anatamani, na hiyo kutamani inampeleka kwanza kuiba, kwa sababu anataka kuwa kama mtu huyo. Sasa unaona ile kitu inakosekana ni uvumilivu. Hamuna uvumilivu. Unataka for example unataka mtoto asaliwe mara moja. awe kijana, awe mtoto, awe mzee, atoe ndevu kama zangu. Hivyo ndivyo mnataka. Badala ya kuvumilia. Lazima muwe na uvumilivu. Hiyo ndio ile makosa mnafanya, kukosa kuvumilia. Hamuna uvumilivu. Hiyo ni ukweli. Jambo lingine ambalo sisi kizazi cha Gen Z tunafanya ambayo ni makosa kwenu hamngefanya hata kidogo. Jambo lingine mnafanya kama wazazi, kama Gen Z. Yani amutii wazazi. Amutii wazazi. Sisi zamani tulikuwa tunasi wazazi. Mtu akiambiwa fanya hii unafanya. Hatakuwa tunakurudisha. Lakini siku hizi nyinyi Gen Z mnasema kuna right, mko na right zenu. Na hizo right ndio zimekuwa mbaya sana wakati kama huu. Kwa sababu kila mtu anasema kuna right. Pengine mzee anataka kuambia kitu mzuri, lakini anasema it is my right. Nifanye hii. Kwa hivyo kuna kusikiliza. Hakuna kusikiliza wazazi, msikilizi wazazi nini, amwezi mkatii wazazi kwa sababu mnasema mko na right zake. For example, kama sasa mtoto mdogo amekosea. Ukimwambia umekosea na hata kusikia anasema it is my right. For example, zamani sisi wakati tulikuwa wadogo, alafu hatukuwa tunaendanga ovyo, yani kutembea na kufanya hivi. Lazima msasi angekuuliza umetoka wapi. Lakini siku hizi nyinyi Gen Z uende kutembea pahali, msasi akuulize unatoka wapi, unakwambia it is my right yangu kuenda. Kwa hivyo hakuna kutii wazazi. Na ukitaka kufaulu katika dunia yetu tuko nao, lazima utii mzazi wako ili uishi miaka mingi. Na ndio sababu unaona hata kuishi miaka mingi kwa Gen Z ni ngumu. Unaona mtu for example mtu ako na miaka kama 20, 30 au ndio anakufa wanaenda hivi kwa sababu hakuna kutii. Hata wale wazee. Kwa sababu hata tukiangalia maandiko tunaambiwa kwamba tii mzazi wako na baba yako uishi miaka mingi. Ni kweli. Sasa hiyo ni amri. Na hiyo Yesu ukaebuka, lakini sasa nyinyi Gen Z mmeebuka. Mnajifanya juanji kuliko hata baba yenu. Mnaambia wazazi wenu nyinyi mbunda, mnajua nini? Sisi hakuna kitu tunajua. Sasa ukiona mzazi wako hakuna kitu amejua, na for example nimekulea kama we, na ukifika hapo umetumia muda gani? Sana. Umetumia muda mrefu. Ni kweli. Na mali mingi. Lakini wakati umeacha kuelewa, unaona mzee wako hakuna kitu anafanya, ati wewe uelewi. Kwa hivyo kutii amutii wazazi. Na ile jambo lingine sasa nini unakosea ya tatu. For example tuseme sisi wakati tulikuwa wadogo, wazazi wetu walikuwa natuambia endeni kanisani mkafunzwe huko. Na wakati
Na mzazi angeweka maanani, lazima uende huko ukiwa mdogo. Lazima uende kwa kanisa ukiwa Sunday school. Unajua kujengewa hapo. Unajengwa polepole, unavunjwa amri 10 za Mungu, kwenda hivi, walimu wanawavunja, mtii wazazi wenu, mfanye hii. Sasa sisi tulikubali na tukasika kitu. Siku hizi nyinyi si hata kwenda kwa kanisa imekuwa kitu kingine. Ni ngumu, hamtaki kwenda kanisa. Na ile kitu mbaya siku hizi ni kusema kanisa ni mbaya. Si kanisa mbaya, ni wewe mbaya. Kanisa haina ubaya. Kanisa si mbaya. Kanisa sio mbaya. Mtu ndio mbaya. Mtu ndio mbaya. Kwa hivyo nyinyi JC, kama for example wakati kama naona media mkisema wakati mwingine hata hakuna Mungu. Sasa niambie sasa unasema hakuna Mungu aje? Kuna Mungu. Kuna Mungu. Kuna Mungu. Sasa kuna Mungu. Lakini wanasema kwa sababu hawaendi kanisa wengi, kwa sababu huko kanisani wale wa kanisani wengi wamejificha. Wamejificha kwenye ngozi ya kondoo. Kumbe ni maumbo mwitu. Ni maumbo mwitu. Mimi sababu umeona kanisa mingi, umeona kanisa ambazo zilikuwa zina trade pale online, mchungaji anatumia vijana upande wa nyuma. Umeona hiyo ambayo ina trade. Sawa. Alafu ama wanawaitisha pesa. Unapata umeenda kanisani kila Sunday ni kuitishwa pesa. Hivyo ndio wanasema wamechoka na kanisa. Unajua sio kanisa iko na shida. Ile iko na shida. For example sasa tuseme kama ni wewe. Wewe ni mtu ambaye anajua kujisomea Biblia. Ile kitu mzuri ujisomea Biblia na kwa sababu tuseme for example ulikuwa umeletwa na msingi ile unaofaa. Ulikubali ukiwa mdogo kuingia kwa kanisa. Hakika utaenda na njia ambayo inayofaa. Kwa sababu utaelewa. Ukijisomea Biblia wewe mwenyewe, tuseme kama wewe ni JC for example, utajua ukweli. Kwa sababu tunaambiwa tutajua ukweli na huo ukweli utatuweka huru. Lakini kwa sababu hatutaki kujua ndio unaona tunapotoka. Kwa sababu wale watu tuko nao pengine wanataka pesa wengine. Na sio wako na shida sana wakati mwingine ni wewe unajipeleka. Wewe unajipeleka hiyo kanisa. Wewe unajipeleka. Lakini kama ungeweza ujisomee hiyo Biblia. Unjue nini kutoa ni hali yako. Kuna ile unatoa kwa upendo wako, unajua toa ile unaweza. Sikulazimishwa. Lakini kwa nini unaenda kule unalazimishwa? Na kuna jambo sorry kwa kukatiza, kuna jambo lingine bado wanasema ya kwamba sisi tunafanya makosa. Ni kweli dadi, ni makosa kuoa mtu ambaye ni mzee kuliko? Hata kulingana na muonekano wako ni makosa kuoa mtu ambaye kama mimi niko miaka 27 kwa sasa. Nikioa mama ambaye ako na miaka kama 50 years. Ni makosa kweli? That is very bad. It's very bad. Hiyo ni makosa sana. Mungu anasema mfurahie ujana wenu. Ndio. Na sasa sijui mtafurahia ujana wenu hadi wewe uko na 27 na mama uko na 54. Mtafurahiaje? Hadi cannot match. Huyo mama amekaa miaka mingi, pengine hata kuna watoto. Akona watoto wamepitia mambo mengi. Na hebu nikwambie, unaona sasa ukienda kwa mama mzee, huwa mama mzee utaelewa na vile maisha inaenda. Kwa sababu kuna ile utakuwa umerukaruka. Ile kitu mzuri ni utafute mtu wa rika yako au mumeachana kidogo tu kama 7 years hivyo. Lakini kijana kuwa mama mzee haikuwa mzuri. Lakini wanasema ukioa huyu mzee kwa sababu ako na experience, amejua venye ndoa inafaa iende, ni ngumu mtakosana, mtaishi maisha matamu sana. Hapana, hiyo mimi siwezi kukubali hivyo. Kwa sababu kulingana vile mimi najua, kijana atafute msichana, waache maisha waendelee polepole, wakijuana polepole, wakipata shida wanaelewana. Lakini sasa kama wewe kijana sasa kuna kitu unataka kuruka, ukisema hivyo kuna kitu unataka kuruka, utaki kuchukua responsibility. Responsibility ile kijana anakuanga na the moment una decide sasa umeoa, mwanaume ana decide kabisa, anajua kuna jukumu nitafanya, niko na jukumu la kulea mtoto, la kufanya nini. Lakini ukiruka mara moja, hebu niambie,
kutakuwa na namna gani? By the way. Na ni makosa huyu mama huyu msichana wa miaka 27 kuolewa na mzee wa miaka 50. Msichana wa 20 years. Kuolewa na 70 mtu wa 70 years. 70 years. 70 years. Msichana wa 70 years. 70 years. Msichana wa miaka 20 kuolewa na mu wa 70 years. Hata hapo mimi sioni ikiwa hapo sioni ikilete mzuri, kwa sababu sasa huyu ni msichana na sasa ni mzee. Kutendaje sasa? Pengine hata hiyo ni kama gasozo yako ngiandi children ngiandi chao hivyo. Sasa niambie, itakuwa na mtu wa miaka 70 na ni 70 20 na 70 20 na 70. Sasa hiyo ni mtoto wako au hiyo ni guka au ni nyanya, sio? Haiwezi kamachi hata mkifanya nini. Lakini mapenzi ni kikosi. Mapenzi kikosi haibichiki. Hakuna kitu kama hiyo. Wanasema miaka ni numbers. Sio numbers. Mungu mwenyewe alisema mfurahie maisha ya ujana wenu. Kwani Mungu alikuwa anajua hivyo. Mfurahie ujana wenu. Na wakati wenu mlikuwa mnatumia dawa za kulevya kama vile ambavyo sisi tunatumia? Sasa wakati wetu sile dawa pengine zilikuwa, sasa ile kitu nilikuwa najua siko, lakini si kama hizi. Mimi kivyangu sasa ile nimekuwa nikisikia ni kama pangi. Pangi pengine ilikuwa from the time of memorial. Ndio. Kulikuwa na nini kingine, kulikuwa na pangi pia ilikuwa inajulikana sana. Pombe, lakini si pombe yote wakati mwingine. Sasa hii pombe haramu imekunja hivi majuzi. Ile pombe tulikuwa tunakunywa, ile watu walikuwa nakunywa, ilikuwa kama dawa. Pombe ya Moratina na miwa na asali original. Si kama hii spirit. Hiyo ndio ilikuweko. Na haikuwa inakunywa na wazee. Haikuwa inakunywa na vijana. Hebu nikwambie kitu. Ni wazee peke yao. Wazee walikuwa nakunywa pombe wakati wa jioni baada ya kazi. Wa relax. Sasa niambie siku hizi vijana saa moja wako kwamba. Na wakati wazee walikuwa na kunywa pombe wakati wa jioni, walikuwa na zungumza mambo ya kiwazee ili watafanya. Na wakati huo amefanya kazi. Amefanya kazi. Kwa hivyo ni masaa ya jioni tu. Jioni. Na kunywa hivyo mtu alikuwa anaenda pombe. Sasa siku hizi mnakunywa mnagani kama jinsi. Saa moja unapata mtao kwamba asubuhi. Sasa mtaongea saa ngapi? Ni kweli, Saa moja mko mnakunywa saa mbili. Na hiyo pombe si ile mzuri, hiyo si dawa. Hiyo si dawa. Sasa ni advice gani unaweza pea kijana ambaye anakutazama? Kijana sasa yule naweza mpatia advice. Nataka kumwambia kwamba maisha ni yako. Lazima ufanye uamuzi unaofaa katika maisha. Na hii miaka ya ujana haipatikanangi kwa urahisi. Ukikosea ujana wako, mwisho itakuwa mbaya. Lazima uwe mtu mwangalifu katika ujana wako, utii vile wazazi wako wanakuambia. Usijifanye ati kausi ati unajua sana. Wazazi wako walijua mbele yako na wamejua mengi na kapitia mengi. Jambo la pili ni ya kwamba mjue Mungu. Mkitaka kuwa na hekima, chanzo cha hekima na maarifa ni kumjua Mungu. Na kwa sababu mnasema tumesoma, kama sasa kuna technology inaitwa AI, artificial intelligence. Sasa hii kitu ni mzuri, lakini lazima kwanza uweke bond first. Lazima mjue Mungu wako. Kwa sababu ukiendelea hivyo sasa mjue sasa hata hakuna Mungu. Hakika utaendelea sana. Lazima ujue ni Mungu amekuweka pale hapo. Jambo la pili, ingine, lazima uwe mtu wa kusikiliza. Sikiliza yule mtu wako hapo mbele yako. Pengine unaweza kuta mtu ni maskini na unaanza kumtusi. Kwa nini unamtusi? Mtu mwerevu vile anafanyanga, anaenda polepole tu kwa hiyo maskini, anamuuliza, hebu niambie mzee, kwa sababu umekuwa hivyo na una kitu, ni nini kilifanyika hapo nyuma?
Kama ni mtu wa kusikiliza atakwambia kijana yangu sikiliza. Nilikosea hapa, mali yangu nilitumia hii, nilitumia na watu wengine. Kwa hivyo sitaki ende na njia gani? Na njia hiyo. Kwa hivyo hiyo baba, huyo mzee atafanya nini? Atakuelemiza. Na kama wewe ni mtu wa kusikia, utarekebisha. Ile jambo lingine ndio nataka niseme ya kwamba msiwe wavivu, msiwe wazembe. Lazima muwe watu wa kufanya kazi. Zamani hatungelala mpaka saa moja, tulikuwa tunamuzwa saa 10 na wazazi wetu. Na tunatii. Na wakati huo kuna breakfast. Na tunatii. Tunalewa. Tulikuwa tunalewa hivyo. Na sio kulikuwa na breakfast. Maisha tulikuwa tunalewa kuwa hante. For example, kama sasa wewe kijana, kwani unaweza kaa siku kama moja bila kukula breakfast? Unasema ni you are right. Mnasema it you are right. Kama ni you are right hivi na utaki kufanya, itakuwaje you are right? Sisi tulikuwa tunafutwa hata kama chakula hakuna, endeni kwa shamba mkalime, na tunavumilia. Tunavumilia. Kwa hivyo lazima nikwambia kwamba vijana lazima muwe tayari kusikiliza, msijifanye juaji sana. Na kama for example sasa, hebu nikuje kwa hii Jezi. Sasa mlisema Jezi vile mlikuwa mnaungana, sasa mkasema na mkatoa maoni. Nikasema mlikuwa na advice mzuri sana ya kurekebisha, ya kuendelea mbele, lakini kutimisha pengine ni ngumu. Kwa nini? You are not serious. Wakati mwingine mnaona ni kama mnapotezea wakati. Kwa hivyo vile nilikuwa nataka kusema kwamba lazima muwe serious. Kama ni upande wa familia, unjue sasa nimekomaa, sasa ni familia. Na familia ni upande na mteremu. Maisha si kila wakati ni straightforward. Na uwezi ukaruka. Lazima uende step by step. Lazima for example, na nikwambie nini? Nikwambie story nyingine tu kidogo tu. Sawa. Sasa kulikuwa na kijana mmoja akaoa kama wewe. Jana akapata ndimu akaona. Na kwa sababu hakuwa na mtoto, wakafurahi sana. Walikuwa wanapendana, wanaenda kwa nyumba wanachezana, wacha mtoto wakunje. Wakati mtoto walikunja, unajua sasa mmekuwa watatu. Mtoto ameanza kukonjelea kwa kitanda imeanza kunuka. Ile sare hakuna. Sasa hapo ndipo mwanaume anajuanga sasa nimeanza kuwa mwanaume. Lakini wengine wataki kuvumilia. Wanataka kuepa sasa kwa sababu hakuwa naanja na mtoto, hakuwa naanja na familia, alikuwa naanja na starehe. Alikuwa tu ni maisha. Kijana unasikia? Kwa hivyo wakati umeamua kuoa, wakati umeamua kupata familia, uwe rende kwa kila kitu. Lazima uwe rende kwa kila kitu. Kwa kila kitu. Kwa hivyo vile nilikuwa nataka nikumwambie nyinyi vijana, mwe wavumilivu wakati mnatafuta mali. Mjue mali haipatikani kwa siku moja, hata Roma hii kujengwa ni siku moja. Hata sisi wakati unaona hapa tulitoka mbali pole na tukavumilia. Ukianjiliwa na mtu, wacha kutamani atio pesa mingi. Vumilia ili kesho tuende ukaweke kazi kama hiyo yake. Sio? Sawa, shukrani, tumeshukuru kwa hayo. Na hiyo jinsi ambayo unatazama, umesikia kwamba hayo mambo yote mzee amesema ni hekima sana. Ukiyafuata hayo hautakuja kujuta siku moja. Na asante sana, make sure umesubscribe kwa YouTube channel yetu, na make sure umeendelea kutufollow. Tutaendelea kuwajuza mbele kuhusu yale mambo ambayo tunafanya sisi Gen Z ambao wazazi wetu hawakuwa wanafanya. Shukrani sana.